tusibebe kisasi, tusamehe waliotukosea, na Mwenyezi Mungu akiwa mbinguni atatusamehe. Tuachie kila jambo linayetukera katika mioyo yetu, tuachie Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa hata sisi tushawakosea watu na wakatusamehe. Hata sisi tukikosewa tunafaa kusamehea watu, tusibebe kisasi ya miaka mingi, tunangoja wakati wa kulipiza. Kulipiza kisasi ama kulipiza mabaya huwa yanazaa madhara mengi baadaye. Ukitazama maandiko matakatifu, kuna kijana mmoja wa Daudi, dada yake alitendewa mabaya. Huyo kijana akaamua kulipiza, na aliweka hiyo kitu kwa miaka 2, akijipanga tu katika akili yake na katika moyo wake vile atakavyolipiza kisasi. Alikuwa na sherehe, aliandaa kuwakata manyoya kondoo wake, akaamua amwalike Daudi, mfalme Daudi, baba yake katika hiyo sherehe. Lakini Daudi hakuweza kufika, lakini vijana wake wengine wote walifika katika hiyo sherehe. Lakini Daudi hakuwa anajua katika moyo wake kijana wake anapanga mabaya. Alikuwa anapanga mabaya kulipiza kisasi sababu ya dada yake. Wakati walifika katika hiyo karamu, huyo kijana wa Daudi aliamuru wafanyikazi wake walipize kisasi, wamuue ndugu yake, sababu huyo alikuwa amemkosea, pia ni ndugu wake. Ni ndugu yake, wamezaliwa na baba mmoja, mfalme Daudi, lakini akaamua alipize kisasi. Na wakalipiza kisasi, yeye na wafanyikazi wake, na akafa ule kijana. Ule kijana kufa, mwenye kulipiza kisasi akatoroka. Akatorokea mji wa kujificha. Na wakati ako katika hiyo mji ya kujificha, baba yake alikuwa na huzuni mwingi sana. King David alikuwa na huzuni mwingi sana, na akawa anatamani huyo kijana wake arudi nyumbani. Wakati mmoja akatumana arudishwe nyumbani. Akatuma mtumishi wake amtafute na amrudishe nyumbani. Na wakati alirudishwa, hapo ndio nakuambia kulipiza kisasi. Bado hakukuja kwa uzuri, kwa kuwa alipatiwa sheria.